Nchi ya Vietnam inatajwa kuwa ndio nchi inayoongoza duniani kwa sasa kwa utoaji na utekelezaji wa adhabu ya kunyongwa hadi kufa kwa wafungwa waliotiwa hatiani kwa makosa mbalimbali. Takwimu za serikali zilizotolewa katika vyombo vya habari zinaonyesha kuwa serikali ya Vietnam kwa mwaka 2017 inaonyesha takriban watu 429 walinyongwa kati ya mwaka 2013 hadi 2016 na kuifanya nchi hiyo kuwa na rekodi nyuma ya nchi ya China na Iran kwa matumizi ya hukumu hiyo ya kunyongwa hadi kufa. Ripoti iliyotolewa na Amnesty International inaeleza kuwa adhabu ya kunyongwa hadi kufa duniani imeongezeka kwa 20%, lakini haikujumuisha nchi ya China na Vietnam ambapo adhabu hiyo ya kunyongwa hadi kufa inaonekana kuwa ni siri ya serikali. Kufuatia uchunguzi unaofanywa na Amnesty International, licha ya kuwepo kwa siri kwa mamlaka ya Vietnam, imebaini kuwa kuna idadi ya hukumu za vifo kwa 30% ambazo zilitolewa kati ya Oktoba 1 mwaka 2020 hadi Julai 31 mwaka 2021, huku kukiwa na vituo 11 vya utekelezaji wa adhabu hiyo nchi nzima. Hadi kufikia mwaka 2023, imeelezwa kuwa zaidi ya watu 100 wanasubiri kunyongwa nchini Vietnam, ambapo miongoni mwao wakiwa ni wageni kutoka Laos, Singapore na Malaysia, na mwanamke mmoja kutoka Australia aliyepatikana na ulaguzi wa dawa za kulevya. Taarifa kutoka nchini Vietnam zinaonyesha kwamba hiyo ndio nchi ambayo inaongoza kwa kunyonga watu, yaani adhabu ya kunyonga watu nchini humo imekuwa ni kubwa kuliko nchi nyingine zozote. Vipi kwako wewe msikilizaji na mtazamaji wa chaneli yetu ya Habari Simulizi? Unalizungumziaje swala hili, hasa ukilihusisha na lile tukio la yule msichana ambaye ni raia wa nchi ya Kenya aliyekamatwa nchini Vietnam kwa kosa la jinai la kukutwa na kilo 2 za madawa ya kulevya na serikali ya Vietnam kuachilia hukumu ya kunyongwa hadi kufa? Maoni yako ni yapi ndugu mtazamaji? Lakini pia sheria hii ikiletwa Tanzania zinaweza kusaidia kupunguza uhalifu ambao unaendelea hapa nchini? Tafadhali tutumie maoni yako kwenye eneo la comment. Lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata updates zetu mbalimbali. Asante.